Kuja. Mbona nishangaa? Kwa sababu niligonga godi mara nyingi haujanifungulia mlango. Mimi nilikuwa na kazi ndani. Kazi unayoelewa? Baadaye na maongezi na yeye. Wa, Chewa. Vipi rafiki yangu? Gudi. Wa, vipi unaenda kazini? Sasa rafiki yangu vipi kuhusu ile issue sasa? Sasa rafiki yangu nilikuwa nimeshakupanga toka muda nikwambie mwanangu. Kuna hivi na hivi. Sasa leo mwanangu nasema leo unataka una mgeni kweli? Kuenda kunaambia geti leo ina mgeni. Sasa sikia mwanangu Chewa. Mtu mwingine anakuja naye afu niko naye hapa. Hebu sikia ongea naye. Hello? Mambo. Hebu acha kwanza simu. Sikia mwanangu. Mimi nakuja naye. Yaani sasa hivi sayansi inavyozidi kukua. Ndio. Maroboti wanaongezeka. Unaona? Ndio. Unaona maviwandani hivi. Maroboti ni mengi sana, yanachukua nafasi za watu kufanya kazi. Ukienda mashambani, mashine ni nyingi sana za kusaidia watu kulima. Yaani inachukua nafasi ambazo ni hekari wangefanya watu kazi, yenyewe shamba inachukua tu mashine chache. Unaona nafasi zinachukuliwa na watu sana. Sasa wewe ndugu yangu unajua. Sasa wewe hapo unashauri nini kuhusu serikali? Sasa mimi nishauri unanichekesha. Sasa mimi nishauri nini kuhusu serikali? Hamna, yani mimi ninachokielezea kwamba naona mazuri ya teknolojia kwamba inafanya kazi, inasaidia zile kazi ngumu kuwa nyepesi katika muda mchache. Lakini tatizo ajira za watu zinakuwa zinapungua. Aloja kuna mambo ujue. Alafu mwanangu, mimi kwa kitu fulani unanichanganya, unajua mimi sikuelewi ujue. Mimi sije kukuona ukiwa na mwanamke, sije kuona atakuwa na yani kimlembo kidemu, sije kukuona yani nakuonaga wewe, yani wewe kama wewe, yani wewe na kazi na wewe. Sije kukuona hata kidogo ndugu yangu. Hamna. Yaani mimi kwenye mambo ya kuwa na wanawake. Ndio. Sasa hivi sihitaji. Kuwa na mpenzi kwa sasa hivi sihitaji. Sitaki kuwa na mahusiano kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mtu unapotaka kuwa na mahusiano lazima uwe na sehemu fulani ya pesa ambayo utakuwa unatoa kwa ajili ya mahusiano. Kwa sababu mahusiano kwa mimi ambavyo naamini. Najua sio wote, kwa mimi ambavyo ninavyoamini. Kwa kisomi zaidi. Kwamba ukiwa na mahusiano lazima yule binti utakuwa unampatia pesa.
ana mahitaji yake mwenyewe, anataka ahudumiwe. Alafu pia hata kama ana pesa yeye utazitoa tu za kwako kwa sababu wewe ni mwanaume. Unaelewa? Sasa mimi nikiangalia mchakato kwamba wazazi wangu wananitegemea, ndugu zangu wananitegemea, wadogo zangu wananitegemea, naona kwa sasa hivi acha tu hizi pesa niwape wao. Alafu ikifika sehemu labda kukawa nikapata ile uangalau nitakuwa kwenye mahusiano. Lakini sasa hivi Sasa kwa hiyo hapo unafanyaje kwa mfano kama unahitaji kupata huduma au ndo vile mkono wa serikali unapita ndugu yangu wewe? Ndio. Mahali pa kupumzika? Ndio. Sijui hata ni mambo mengine si Mungu tu anatusaidia. Kwani lazima nini? Hiyo tu Mungu anatusaidia. Shoga. Mume poa hivyo. Kama maji kwenye mtungi. Jamani, mawazo tu yananisumbua binafsi. Mawazo gani? Bado binti mdogo, pesa hauna, unawaza kitu gani? Jamani, mawazo tu. Shoga yangu, ni maisha tu. Pambana wewe msitaki. Sasa kipenzi. Changamka basi. Halo kipenzi. Nimekumisi pia. Yaani baby, kwa leo nitakudanganya, najisikia vibaya. Sielewi hata kidogo. Utakuja kesho kutwa. Bado usikashirike. Boss, Mungu ni kufa. Na wewe naye. Jambo kuna mwanaume leo mwingine au choki. Koma, unataka nikupe wewe ndo tumie. Jamani, mimi ninaweza. Mimi mmoja tu ananisumbua. Ni hao wengi je? Cheo. Hata kama una wanawake wangapi, bado nakupenda. Hata itokee unaingiza wanawake wangapi ndani, na mimi niwe moja wapo. Kama ni kipimo ambacho nakutumia, ushatumia mara nyingi. Naomba nafasi ya kuwa nawe. Hata kama unaweka ngapi, unaongea nao chumbani. Na mimi siku moja wewe unanihurumia. Siku moja natamani nilale na wewe. Chewa. Please nakuomba unikubalie. Hayo tu. Asante na shukuru. Ushatumia mara nyingi. Naomba nafasi ya kuwa nawe. Hata kama unaweka ngapi, unaongea nao chumbani. Na mimi siku moja wewe unanihurumia. Siku moja natamani nilale na wewe. Chewa. Please nakuomba unikubalie. Hayo tu. Asante na shukuru. Ndugu yangu, hapa nimekuita mimi na swala moja. Nataka nikwambie hapa, Bahati inavyosemekana ana mimba. Tena sio kusemekana, ninavyojua ameniambia hivyo kabisa, ana mimba. Yule kawaida tukupata mimba kicheche kiruka njia, kwani asipate mimba mtani? Washamkalawia huko, washamuingizia wazungu tayari kashapata mimba. Tena sasa hiyo mimba inasemekana ni ya kwako wewe.
Mimba ya kwangu mimi? Ya kwako ndio. Yaani kama sio ya kwako wewe, basi ya Jaki. Hapana, mimi sikubali na hilo swala kabisa yani. Iwezekane vipi basi ni Jaki? Maana mimi ni muda mrefu sana umepita nikitembea na yule dada. Sasa leo hii tofautisha kuna mawe 6 na mwanajiwe moja. Kwenye uzito ni watu kwa mawe 6. Jamaa bwana. Kwamba kukaa naye Jaki muda mrefu kwamba ndio hiyo mimba inaweza ikawa Jaki moja kwa moja. Na Jaki inavyosemekana Jaki hiyo mimba kakataa. Akasema yeye toka amekuwa na yule mwanamke hata siku moja hajawahi kufanya swala lile pale wazungu wake huko ndani hajawahi. Sasa kama yeye hajawahi hiyo mimba nani kama sio kwako? Hapana, mimi sikubaliana na hilo swala mwanangu. Mimi lazima nikuchane live. Mimi ile mimba ya kwangu. Alafu kama mkuja kikazi akasema tupige kazi fresh tutembee. Sio kwamba kuniambia mlete mimi basi imefaaje. Mimi bwana sema umekuja kikazi ama vipi? Mimi nitembee. Yaani iko hivi ndugu yangu. Sawa? Mimi nakwambia kabisa Blight. Mwanamke unaweza kukaa naye siku moja na akapata mimba yako. Na yule ambaye ameweza kukaa naye hata miezi 2, 3 mpaka mwaka mzima anaweza asipate mimba. Mbona hiyo tunaona? Wewe si umekataa mimba sio kwako. Si umekataa ile mimba sio kwako. Ndio. Umekataa? Ndio, mimi ile susiani kabisa kila kitu. Kama umekataa poa. Ndio hivyo mimi nakwambia tu kabisa ile mimba yako ndugu yangu. Mimi nakwambiaje susiani kila mimba toka lini mwanangu? Shoga wangu umenituita hapa tumekuja hata uongee hujachangamka. Tumekuja kusikiliza, ongea basi. Ndio nimewaita mashoga zangu. Mimi kuna mtu nimempata. Lakini hata simuelewi. Kwa hiyo nimeita hapa ili mnipe ushauri. Ushauri gani sasa? Unakuwa kama alofa wewe. Mwanangu kashajitokeza. Wewe kubali. Shida ipo wapi? Mimi shoga wangu hapo utakushauri. Mimi naona hapo tu ukubali, cha msingi wewe angalia tu hela. Hapa mjini watu wengi wanaangalia hela. Bwanako akikuchanganya kule unaenda kwake. Akikuchanganya na yeye unarudi kwa mume wako. Shida iko wapi hapo? Wewe unataka maisha mazuri? Ila tunataka maisha mazuri. Lakini umeng'ang'ania kwenye maisha magumu mbona? Hebu changanyua akili. Sawa mashoga zangu. Tabia yangu mimi mnaijua. So mnaijua mnanifahamu mimi nilivyo. Yaani hapata sielewi nifanye nini. Sawa. Mimi nitaangalia kipi sahihi kwangu mimi. Nitaamua. Unajua rafiki yangu Chewa. Hebu tuache vitu vyote. Hebu tuachane na malaya. Tufanye kazi bana. Tuachane na malaya au wewe uache malaya. Kwa mimi mimi ni wewe ukiacha malaya mimi naacha. Yaani hata yani sipo bosi ipendi kama ya malaya. Sipendi kabisa. Kwa ina maana ni majibu yako. Ndio majibu yako hayo. Alafu hapa nina shida. Kuna jamaa, sema kuna inasalia hiyo. Inasalia. Na mimi kidogo bana. Mtu anataka nimpigie maana hapa leo hapa sina hata hela kabisa. Hebu. Halo. Unamtafuta Chewa? Nipo naye hapa. Hebu jaribu kuongea naye hapa. Hello. Vipi? Kwa hiyo sasa wewe namba umekupigia mkoa simu yangu haipatikani hapo? Hata kama kwa hiyo wewe simu yangu haipatikani. Simu ipo oni. Poa. Baadaye kwa nini umetoka kwenye mood kabisa? Unajua huyo alichukua namba yangu kwa sababu ulikuwa upatikana. Kwa sababu alikuwa kutumia message haujibu, akipiga pokei. Kwa kaona mimi si kama rafiki yako, kwa akachukua namba yangu tunawasiliana. Hata kama bana. Hello baby. How are you doing? Oh, you are good. Well, nice to hear it. Unataka uende nyumbani? Mbona mapema hivyo? Yaani unahitaji vitu vya haraka sana. Unahitaji vitu vya haraka kweli.
Kwa sababu mimi na wewe bado hatujazoeana, bado hatujajuana. Ndio kwanza tuna wiki 2 tu. Unaharakisha mambo. Of course. Unaharakisha kweli mambo. Amna, mimi sipo hivyo, wala sio malaya, wala sio mtu kwamba nataka nikuchezeni kwa shambani. Ila unajua unapozungumzia kwenda kwa wazazi au kwa ndugu zangu, alafu mimi na wewe bado hatujajuana vizuri, hujawajua marafiki zangu, hujajua hata sehemu nyingine napoishi, hujajua hata watu wa karibu ambao labda mimi nikapata maumivu kidogo, nikapata mshtuko, unaweza ukawapigia watu fulani. Au bado hujajua hata kazi yangu. Kwa hiyo bado ni haraka sana. Kuna vitu kwenye hatua ya kwanza ukivijua, afu ndo unakuja kwenye hatua ya pili. Afu kitu kingine unajua watu wanaweza wakawa na pesa, wakawa kwenye ndoa, lakini kwenye ndoa mambo yakawa sifuri. Unajua mambo ya performance. Yani wewe tumekutana mara ngapi? Mara 2, mara 3. Alafu unataka mimi na wewe, yani hapo ndo umeshajua mimi performance yangu ipo hivi. Hapana, ile ilikuwa kama chekechea, kama ndo tunaanza. Kwa tukipeana siku, miezi 3, miezi 6, hapo umeshanijua kiunaga ubaga. Umeshajua how I'm creative. Jinsi gani nipo na ubunifu. Alafu vitu vingine vinafuata. Amna, mimi sipo hapa kukuchekesha. I'm telling you the truth. Nakwambia ukweli kabisa. Usijali. Mimi nakuelewa vizuri mpenzi wangu, nakuelewa. Naelewa, usijali. Usiwe na wasiwasi wote. Okay. Sawa, basi siku gani utakuja? Okay. Amna bwana, acha kunisipia day basi mwenzako, yani sijielewi. Sawa. Amna, nyumbani itakuwa ni, unajua sipendi nyumbani wanione inaonekana kama vile ni malaya fulani hivi. Lakini tukitoka nje ya guest, nje kule kwenye guest au hotel, kule pana afadhali. Unaweza kujiachia mtoto. Okay. Okay, thank you. Nae, poa. Kuna mmoja hapa. Priska. Vipi kuhusu ile ombi langu ambalo siku tuliongea? Nalipitia kilo. Chewa jue nini? Chewa yule rafiki yangu sawa. Sasa hivi hayupo, yuko kazini. Wewe nisikilize, wewe ushakuwa mtu mzima. Hebu jaribu hata kujiongeza. Wewe sio mtoto. Hebu twende kanipata saa hii. Limoja tu. Ndio sura nzuri. Twende bana. Ndio mzuri bana. Ndio wewe unashukuru uzuri wote huo jamani. Hebu ndio bana. Uzuri ndio utatukumbanisha. Nisikilize wewe sikia, haweza kukumasha wala nini. Wewe twende. Mimi siwezi. Wewe sikia, sikia. Wewe kubaliana tu twende. Hajui chochote, hebu twende bana. Unajua nampenda Chewa. Mistaki. Njoo. Mimi sitaki. Na dakika moja tu. Sijawahi kujisahau wala sijawahi kutegemea kuwa na mtoto, kumpa mtu yoyote ujauzito. Hilo sijawahi kabisa. Sijawahi kujisahau kuweka mbegu zangu kwenye kiuno cha mwanamke. Kwa hiyo mimba ambayo unaisema wewe, unasema ni ya kwangu, hainihusu. Nadhani unanisikia. Jackie,
hivi mimi sina akili mpaka nakufuata wewe kwamba hii ni mimba yako? Kwenye hizi wiki zote yani mpaka najisi kwamba na mimba. Sijai kushana na mwanamume mwingine tofauti na wewe. Uenda labda umekosa mtu wa kumpa hiyo mimba. Uenda labda umekosa mtu wa kumpa awe baba wa mtoto wako. Labda hilo ndo ambalo wewe unahisi utalikosa. Uenda unahisi utakosa mtoto. Utakosa baba wa mtoto. Yaani hilo ndo ambalo unahisi. Lakini nakwambia, ninarudia, sijawahi kujisahau kuweka mbegu zangu kwa mwanamke. Kwa hiyo tafuta baba wa huyo mtoto. Na angalia katika hizi wiki hizi, kama umewahi kudate na mtu mwingine, mtafute. Kama umewahi kushiriki na mtu mwingine, mtafute. Sijawahi kukuzuia, sijawahi kukuchunga kwamba utakuwa na mimi muda wote. Sijawahi kukuchunga. Nimekuita pale nilipokuwa nakuhitaji. Kwa hiyo kama unahisi unadhani unaweza kunifanya mimi kuwa baba wa mtoto, hilo sahau. Labda nikushauri, unaweza ukatoa mimba au unaweza ukatafuta baba wa mtoto, kwa sababu lazima baba wa mtoto utakuwa unamjua. Kwa hiyo please usinitafutie kesi. Please tafuta baba wa mtoto. Please angalia sehemu nyingine, afu mimi na wewe iwe mwisho wa kukutana hapa. Hapa pafanye kama kituo cha wanajeshi. Tumaliza muondoke. Jackie, hivi mimi sina akili mpaka nakufuata wewe kwamba hii ni mimba yako? Kwenye hizi wiki zote yani mpaka najisi kwamba na mimba. Sijai kushana na mwanamume mwingine tofauti na wewe. Uenda labda umekosa mtu wa kumpa hiyo mimba. Uenda labda umekosa mtu wa kumpa awe baba wa mtoto wako. Labda hilo ndo ambalo wewe unahisi utalikosa. Uenda unahisi utakosa mtoto. Utakosa baba wa mtoto. Yaani hilo ndo ambalo unahisi. Lakini nakwambia, ninarudia, sijawahi kujisahau kuweka mbegu zangu kwa mwanamke. Kwa hiyo tafuta baba wa huyo mtoto. Na angalia katika hizi wiki hizi, kama umewahi kudate na mtu mwingine, mtafute. Kama umewahi kushiriki na mtu mwingine, mtafute. Sijawahi kukuzuia, sijawahi kukuchunga kwamba utakuwa na mimi muda wote. Sijawahi kukuchunga. Nimekuita pale nilipokuwa nakuhitaji. Kwa hiyo kama unahisi unadhani unaweza kunifanya mimi kuwa baba wa mtoto, hilo sahau. Labda nikushauri, unaweza ukatoa mimba au unaweza ukatafuta baba wa mtoto, kwa sababu lazima baba wa mtoto utakuwa unamjua. Kwa hiyo please usinitafutie kesi. Please tafuta baba wa mtoto. Please angalia sehemu nyingine, afu mimi na wewe iwe mwisho wa kukutana hapa. Hapa pafanye kama kituo cha wanajeshi. Tumaliza muondoke. Hivyo shogangu, ujue sikuelewi leo tangu umeamka. Sio kawaida yako. Kawaida tu shogangu. Sio kweli. Sijakuzoea hivi. Mimi shogangu hapa nilipo. Nina mimba. Tena je? Hiyo mimba kidume gani tena? Hata sijui ni anaye. Na unajua fika hali tunaishi muda na watu watatu. Alafu unaendaje kwa mwanaume bila kuweka kinga? Shogangu, unajua ukishamzoea mtu ulizingatia hilo. Usipende kuweka mazoea namna hiyo. Yatakukosti muda mwingine. Sasa unanisaidiaje? Sina cha kukusaidia. Hivi sasa mbona umebadilika hivi?
Yaani sasa hivi hata yaani kama yaani unipigie simu, ukitaka kupigwa nampigia mzungu mweusi. Mimi nampigia mzungu mweusi. Mambo gani sasa hivi nimefanya? Sasa wewe, mimi muda mwingi nakupigia upokee. Ndio maana nampigia mzungu. Sio kama sipokei. Simu labda ilikuwa chaji, kwa mimi nitapokeaje? Kwa sasa yani wewe kwa sasa hivi umeanza kwanza kuniumiza. Maana kama sasa hivi simu ukipiga unampigia mtu mweusi. Wewe unataka kusema simu yako kila siku ipo chaji? Sio kama yani kuna siku nyingine simu haina SMS. Kwa mimi sasa kwani ndo kuna miskolo mimi nimetafuta. Sina SMS kwa sasa hivi unakosea sana. Mbona unanifanyia hivyo? Kwa sababu ndio hivyo, lakini sasa hivi wewe sasa hivi mimi nitakuwa naweka salio la mwezi mzima. Kwa hiyo wewe sasa hivi muda wote ni wewe piga. Tuma message mimi nitakuwa ninajibu tena kwa haraka. Yaani kwa wakati. Mimi sitaki tena sasa hivi umtafute mzungu mweusi, yani sitaki. Umeelewa? Sikilize basi na wewe. Yaani sehemu nimebadilika. Yaani mimi mzungu mimi namjua, yaani namjua tabia yake mimi yule namjua, yaani yule malaya yule. Alafu na wewe unataka yaani hapo kuongope. Yaani kama amekuongopea yaani yule ni malaya. Ni yule mgonjwa yule. Ana maradhi kibao au mgonjwa yenyewe huyo sugu yale ya kutibika. Sasa wewe tena unataka akuingize kwenye mtego. Wewe kama ulikuwa unania na mimi sasa hivi nipo yani wewe sasa hivi yani maliza shaka yote yani sasa hivi ukitaka kuja wewe njoo. Kama uliponiambia siku yani sasa hivi wewe njoo muda wote. Nitakuwa ninakusubiria wewe. Umeelewa? Sikia nakwambia. Hizo pesa nilizokupa. Kachukua hicho ulichotaka kwenda kuchukua. Because change itakayobaki weka vocha. Nataka nitafute. Pia usisite kula sawa. Unasema na hujamaliza kazi. Ndio. Na nalijua hilo. Basi nenda nyumbani kama nize kazi. Jioni tutaongea vizuri sawa? Sawa. Sawa. Haya. Sasa mama. Asante. Oh. Unaniambia asante. Kaa tu usije kunishukuru. Ila mimi napaswa kuja kushukuru wewe. Chukua hiyo. Shoga yangu hizo nywele yani mpaka uje unikutie. Sio leo. Nitakukuta tu shoga yangu. Mwaka ngapi sasa hivi? Mpaka leo bado ziko vile vile. Bwana zitakuwa tu. Ngoja mimi niendelee kuzisuka tu hapa. Nisuke ili ziweze kukua. Alafu shoga yangu. Mimi nataka niende nikaweke kipandikizi. Mimi nikachome sindano. Hivyo unakisikia unachokiongea wewe? Yaani sikiza nikwambie. Hiyo njia ya sindano, sijui kijiti, sijui kitanzi, yani zote sio salama. Kwanza mimi tu niliweka nani kijiti. Yaani nakwambia ona nilivyokonda. Unajua nimekonda kwa sababu ya nini? Kijiti. Kingine. Nilikuwa naenda milioni kila siku. Yaani shoga yangu sikushauri hata siku moja uweke sindano sio kijiti. Sikushauri. Maana mimi na mtoto, sasa nitumie njia gani yani ili niweze kujikinga? Yaani mimi sikushauri hizo njia. Labda tu kwa kukushauri mimi. Utumie hata nani kalenda. Kalenda yenyewe ni nzuri Kalenda ile ni nzuri inaweza kusaidia kwa sababu haina madhara. Hizi njia zingine unaweza kupata kansa shoga yangu. Usije kawa yani acha tu. Usije nikajitafutia maradhi bure na mtu anayekwambia ukweli unajua anakupenda. Ni kweli. Usije nikajitafutia maradhi sio kwa Kule kazini kuna swala moja limetokea. Sasa hilo swala linarekebishwa mtazamo. Sije kawa ndio tufukuze gani?
Hamna hawezi kufuza kazi. Hapo unaniiga mwanangu. Mimi najize koka na unataka koka. Oye mama, karibu. Yaani Umeshasikia unafanya kazi. Kwanza mimi nitangulize samani. Kwa wewe Jackie na kwa wewe Black. Samani yangu ni kitu kimoja hivi. Niwaite tuongee. Unajua si wanaume waga tunaga mambo mengi unajua lazima tuambizane ukweli pale ambapo panakuwa pana kitu ambacho hakiko sawa. Swala ambalo nimeitia hapa ni swala moja la binti mmoja hapa. Bahati. Sasa Bahati tena hapa Bahati wanite na mambo. Mbona kasikuelewi ndugu yangu? Bahati wanite. Na maana wewe unamjua Bahati? Huyu anamjua Bahati? Kwani ni Bahati gani yenyewe mnomsemea ni Bahati gani? Endelea. Katika huo ujauzito wa Bahati ambao hata mimi mwenyewe siwezi kufahamu kwamba ni wako wewe Bright au wako wewe. Nani huyu nani anahusika kwenye mimba ya Bahati? Sio? Ndio. Kwa baza wewe ndio umempa binti malaya yule mimba. Unashia mwanamke mmoja. Brother, tunavunjiana heshima sasa hivi. Jackie. Kwa wewe ina maana hicho ndio nitemia hapa. Kuja kuzungumzia Bahati. Hebu jiongeze bwana ndugu yangu. Najikuta na huruma sana. Basi msaidie wewe mimi hilo jambo siwezi kubaliana naye. Msaidie mwenyewe. Mimi siwezi kubaliana na swala. Oye Bright. Kwanza mimi nitangulize samani. Kwa wewe Jackie na kwa wewe Black. Samani yangu ni kitu kimoja hivi. Niwaite tuongee. Unajua si wanaume waga tunaga mambo mengi unajua lazima tuambizane ukweli pale ambapo panakuwa pana kitu ambacho hakiko sawa. Swala ambalo nimeitia hapa ni swala moja la binti mmoja hapa. Bahati. Sasa Bahati tena hapa Bahati wanite na mambo. Mbona kasikuelewi ndugu yangu? Bahati wanite. Na maana wewe unamjua Bahati? Huyu anamjua Bahati? Kwani ni Bahati gani yenyewe mnomsemea ni Bahati gani? Endelea. Katika huo ujauzito wa Bahati ambao hata mimi mwenyewe siwezi kufahamu kwamba ni wako wewe Bright au wako wewe. Nani huyu nani anahusika kwenye mimba ya Bahati? Sio? Ndio. Kwa baza wewe ndio umempa binti malaya yule mimba. Unashia mwanamke mmoja. Brother, tunavunjiana heshima sasa hivi. Jackie. Kwa wewe ina maana hicho ndio nitemia hapa. Kuja kuzungumzia Bahati. Hebu jiongeze bwana ndugu yangu. Najikuta na huruma sana. Basi msaidie wewe mimi hilo jambo siwezi kubaliana naye. Msaidie mwenyewe. Mimi siwezi kubaliana na swala. Oye Bright. Baby, leo nimeenjoy sana. Kwa hiyo mpenzi wangu, nataka kuniambia siku zote ambazo nashiriki tendo la ndoa na wewe haujai kufurahia kama ulivyofurahia leo? Hapana, wewe kila siku kazi tu, na wewe unakuja tu hapo yani chap chap unaondoka.
Wewe tangu mchana upo hapa. Na vipi kuhusu mimba? Na sisi tulishasema kwamba tunahitaji kuwa na mtoto sasa hivi. Swala la mimba usijali, nimejikinga. Nimechoma sindano na sasa hivi nina mwezi, hajaniletea madhara yote. Lakini nilishasikiaga kwamba mambo ya kuchoma sindano, sijui kuweka vijiti, inakuwa na madhara, pia inapelekea mtoto wa kike unaweza usipate mtoto. Na vipi wewe kuhusu kuhatarisha maisha yako wewe na uzazi? Usijali, itakuwa sawa. Basi sawa, nimekuelewa, ila naomba kuwa makini. Unaona sasa? Sasa hivi mpaka tumeweza saa ngapi? Saa 4. Sasa saa 11. Sikwambia sasa yote unakuwa kulazimisha jamani. Nimeingia sasa. Unaona sasa? Chepesi kabisa. Sasa. Sasa. Baadaye. Mimi nyama nani? Kufanya nini? Unajua wewe ni mtu mzima. Niulize kupata majibu. Vipi mbona umelala tena? Chovu tu rafiki. Uko poa lakini? Shoga yangu, umezidi kulala, hauna na kupelekesha nini? Hamna ya uchovu tu. Ndio maana nimeamua kupumzika tu hapa nje, huko ndani joto. Hata sijakuzoea hivyo. Ila mimi nilikuwa na ushauri, hiyo mimba naona bora ungetoa, maana unajua vizuri kazi zetu. Yaani kwenye kutoa hapo? Sijafikiria hata nitoe mimba. Yaani kwa hilo nitakuwa nakudanganya. Bora nikae chini nifikirie nitakachoamua hicho. Kama ni sahihi kwenye maisha yangu itakuwa sahihi, lakini kwenye kutoa mimba sasa hivi hapana. Inatamani hata nizaa hata kama ana baba hivyo hivyo. Sawa, hamna shida. Tunakusikiliza hiyo hapo. Maana yake ni kama hivi, tunakutegemea sisi hapa nyumbani, afu ndio lishatokea janga kama hilo. Tunakusikiliza, utasemaje maamuzi yako? Sisi tupo pamoja na wewe. Hapa. Nisaidie basi maji ya kunywa. Sawa. Nakuja. Na tena uloka. Wangu Karibu. Asante mama. Poa. Mzima lakini. Mimi mzima.
Mbona unakuja unanitafuta? Nikamwambia nitafuta. Nilikuwa busy afu nilitoka nilala. Ila uji wangu hapa leo sema sawa hata kidogo. Siko sawa. Kwa nikaona ni vyema nikaja kupumzika kwako. Yaani unamaanisha ulale na mimi kulala. Hata wewe kuna shida gani? Mudi anakupenda sana. Na wewe pia unaelewa. Kwa hiyo mbona sijaona sehemu yoyote kwenda kurefresh akili yangu. Zaidi ya kuja. Naamini hapa akili yangu inakuja sawa. Sio hivyo. sasa kwa leo mimi siko sawa. Kwa leo mimi siko sawa. Ama nikwambie. Ani kwa leo tu. Kwa leo. Isitoshe kesho pia nakupatia kiasi cha pesa. Nakupatia kwenye 100,000, 200,000 ama 500,000. Sawa. Ile tafadhali naomba sitaki nikatumie kwa hiyo. Sawa. Sikia. Najua tutakuwa nimekuja kukustukiza sana. Lakini kwani ndio huo. Ani siwezi. No. Maini yangu haipo sawa yani. Sielewi. Tafadhali. Ati. Mambo. Wewe unaje? Nambe, natuzidi nini huko sasa? Tunazidi kunacho basi. Huko tunazidi maisha tu. Kwa maisha gani ulikuwa naye? Haisi unafurahisha. Tiko maisha gani ulionao? Oh, naona mimi sina maisha. Hamna, nimeuliza tu. Sasa sikiliza. Unajua hapa nimetoka kwa vijana wangu wale wawili. Na ni swala ambalo nimewaambia hapa ni swala juu ujauzito wako. Lakini sasa wale mabwana wamenikataa. Huyu kapita huko, mwingine kapita huko. Kila mmoja kapita njia yake. Sasa hapo unanisaidiaje? Yaani kama ningekuwa kidogo na kipato kinaniruhusu basi ningeweza kusaidia hata kiasi cha pesa, lakini sasa mimi mwenyewe kama unavyojua picha yao sina hata maisha. Ila sasa mimi nilikuwa na wazo moja. Kwa nini usirudi nyumbani? Kwa kwenda nyumbani nitakudanganya. Sina huo mpango kabisa. Lakini basi kama hilo likishindikana, kuna wazo jingine hapo ambalo mimi nilipata. Kwa nini basi usitoe hata ujauzito kabla hata mimba haijawa na muda mrefu zaidi? Yaani ngoja nikae mwenyewe kwanza nifikirie. Sawa. Hamna shida, lakini mimi sikushauri uwe lakini. Ila au nimetoa tu kama mawazo ambayo wewe mwenyewe unaweza ukafanya nini? Ukaweza kuchambua namna gani ambavyo unaweza ukafanya. Sawa. Nitafikiria, nitaka chini nifikirie lipi sahihi kwenye maisha yangu. Lakini kwa hayo mimi bwana sina hata mambo mengi. Hapa nilikuwa nataka nikuache kwanza. Yaani hata ukai? Nikae nifanye nini bwana? Mimi sina hata muda wa kukaa. Haya. Haya bwana. Sasa ubaki salama.
Hayo Msamina wifi. Wifi gani naona michezo wewe? Michezo gani hao ndo mnawapachika? Mimi mnaacha. Wewe sio mimi. Ndo wale. Sasa sikiliza. Unajua hapa nimetoka kwa vijana wangu wale wawili. Na ni swala ambalo nimewaambia hapa, ni swala juu ujauzito wako. Lakini sasa wale mabwana wamenikataa. Huyu kapita huko, mwingine kapita huko. Kila mmoja kapita njia yake. Sasa hapo unanisaidiaje? Yaani kama ningekuwa kidogo na kipato kinaniruhusu, basi ningeweza kusaidia hata kiasi cha pesa. Lakini sasa mimi mwenyewe kama unavyojua pesa yao sina hata maisha. Ila sasa mimi nilikuwa na wazo moja. Kwa nini usirudi nyumbani? Kwa kwenda nyumbani nitakudanganya. Sina huo mpango kabisa. Lakini basi kama hilo likishindikana, kuna wazo jingine hapo ambalo mimi nimepata. Kwa nini basi usitoe hata ujauzito kabla hata mimba haijawa na muda mrefu zaidi? Yaani ngoja nikae mwenyewe kwanza nifikirie. Sawa. Hamna shida, lakini mimi sikushauri uwe lakini. Ila hayo nimetoa tu kama mawazo ambayo wewe mwenyewe unaweza ukafanya nini? Ukaweza kuchambua namna gani ambavyo unaweza ukafanya. Sawa. Nitafikiria, nitaka chini nifikirie lipi sahihi kwenye maisha yangu. Lakini kwa hayo mimi bwana sina hata mambo mengi. Hapa nilikuwa nataka nikuache kwanza. Yaani hata ukai? Nikae nifanye nini bwana? Mimi sina hata muda wa kukaa. Haya bwana. Sasa ubaki salama. Hayo Msamina wifi. Wifi gani naona michezo wewe? Michezo gani hao ndo mnawapachika? Mimi mnaacha. Wewe sio mimi. Ndo wale. Jua ndugu yangu, kuna swala ambalo lilitokea hapa kazini katikati hapa. Walisema kuna maswala juu ya watu. Yaani lakini sasa kumbe ni mpango wa kupunguza watu. Unamaanisha kwamba nimefukuzwa kazini, si ndio? Bora hata ningekuwa nimefukuzwa ndugu yangu. Sio kufukuzwa. Yaani ile swala walitangaza. Bwana, kuna swala limetokea, tutakuja kuliweka sawa, tutawapeni taarifa. Tunajua tena kampuni za watu afikizingatia mwanangu. Hii kazi mimi nimeipambania sana kuipata. Sawa, wewe mwenyewe unaelewa. Nimepambania sana. Ukiacha tu hii hata hizi ambazo zimepita huko nyuma pia tushazipambania sana. Ila sasa mimi nilikuwa nimeplan swala langu moja. Ikifika miezi hii hapa hii niende zangu mkoani. Unataka kuondoka kijijini kwa sababu ya kufanya kazi au kuna shida zako zingine ukiachana na ile swala ambalo limetokea? Sio mazingira ya kazi. Wala sio mimi eti kushindwa kazi wala sio sio wala nini. Hapana. Ila swala ni moja ambalo mimi nilipeleka. Sababu ndani ya miezi hapa mimi nilikuwa nisha plani ikifika tu niende shamba. Nikafuatilia baadhi ya shughuli. Kwa kweli nimeingiliana na ile swala la kazi, basi inabidi nifanye. Basi hamna shida. Nikutakia safari njema. Ila sasa kuna swala moja ambalo linaniumiza kichwa unajua? Swala gani? Na rafiki yangu anaitwa Bahati. Sasa huyo Bahati ni wa kike. Ana masela wawili. Hao masela wawili wote wamemtia ujauzito na mimi nikajaribu kuwauliza kwa sababu ni wanangu. Nikawauliza lakini wadau wenyewe wakasema sio mimba yangu. Kila mmoja akakataa. Sasa Ivan, huyo rafiki yako kwa nini asingetumia njia sahihi? Kwa sababu sasa hivi kuna sindano, wenyewe wanasema kwamba ukivitumia hivyo vitu unaweza kupata mimba. Na yeye kwa nini alishindwa kuvitumia? Na anajua kwamba yeye ni mtu wa yani mwanamke ambaye anahuruka, hatulii. Kwa nini asingevitumia hivyo vitu? Haiyakaza sana.
Bora hata ikungua kutumia hivyo vitu, lakini huyo mtu mwenyewe hapa njia. Napokwambia ni kiruka njia. Kwa sasa hayo maswala mimi siwezi jua kwamba anayajua ama aliyapuuzia. Si unajua tena. Sasa sijashangaa sana kwa sababu hata mimi mpenzi wangu ashaniambia kwamba hivyo vitu anavitumia sindano anachoma na lakini kwangu ilikuwa ngumu kwa sababu niliona kama kitu anachokitumia sio sahihi kwa sababu vile vitu naamini kwamba anaweza akalisababisha matatizo karibu njia za uzazi na asipate tena mtoto. Sasa nikawa najaribu kusisitiza mambo haya achana nayo. Lakini akaja kunithibitishia kwamba sasa ana mwezi anafanya hivyo. Mimi bwana ndugu yangu au ni masuala ya wanawake. Unajua mimi na wewe mwanaume hatuwezi tukajua. Unajua hatuwezi tukafahamu. Kwa hiyo au masuala inabidi tukuachie wao wenyewe. Ama masuala tuache wenyewe tu ndio wanaelewa. Zangu, mbona sasa hivi uko sawa? Shida ni nini? Hata mwenyewe sijui. Najisi tu naoma. Siku zangu sizielewi. Mara ni siku 7, siku 10. Hata sielewi mpaka hapa. Sielewa bado. Ina maana ni kipi ambacho kinakufanya usiwe sawa? Nasi ni sindano niliyochoma. Kwa sababu nilienda pharmacy au kupata utaalamu wa nani wa madaktari. Unajua pale ulipokwenda pharmacy, huenda yule ambao alichoma hiyo sindano hakuwa na utaalamu zaidi kama dokta. Kwa kikubwa ndio kwa tuende kule hospital tukamuuliza dokta kuhusu ushauri ili tuweze kupata mengi zaidi. Huenda itakuja kutusaidia ili tuweze mambo yaende kwa sawa. Sawa mpenzi wangu. Kwa nisi sio na wasiwasi. Piniska! Wepi! Kamkia! Lesh. Unajua nini Piniska leo yaani wewe leo nikupe maua yako. Wewe mwanamke mzuri sana. Mwanaume yote aweza akaruka mbele yako. Yaani mwanaume yote ukipa mtego mara moja tu lazima aingie kwenye mkono wako. Kwa hiyo kwanza ninapenda kukushukuru kwa kusikiza wito wangu. Japo mimi ndo nimekufuata kwako, lakini si mimi nimekuita umetoka nje. Hilo ndio nimependa hiyo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nakuja kukuomba au kuja kukuambia. Ile nani ulikuwa unanifuatilia mimi na ukatalia. Sio kama nilikuwa na ukataa.
wewe nilikuwa nakupima tu. Unaona? Yeye si mwanaume lazima leo ukitongoza naye lazima ulingelinge nini? Sio kama wanawake. Pi. Nimekuja kwako sasa hapa. Kwa hiyo sasa mimi sipendi kukuona maana upo kwa mtu mweusi. Kwa hiyo uko nani yako? Na mimi ninaumia. Sio kama mimi ninaumia. Pi nakupenda. Na wewe pia. Lakini sasa Pi, mimi nataka tukakae kule au ikiwezekana tukae huko ndani. Sasa sikiza nikwambie. Wakati mimi nakufuata na kupenda ulikuwa unipendi. Wakati umeachwa sasa ndio unakuja kunifuata. Pia acha maneno masiara. Pia niwe kutumia kwa ndani tuongee. Sikiliza nikwambie. Mimi na wewe basi. Fanya mambo yako, mimi nifanye yangu. Pita huko na mimi. Tati. Pi! Mbekatwa kweli kweli. Ukweli ametoka amenikataa. Jamani. Pi! Ina maji jamani ndio nikamwage. Jackie. Ndio umenifanyia nini hivi? Kwa nini umeniingilia bila ridhaa yangu? Wewe na maana ulivyokuja mpaka huku chumbani ni maana ulikuwa hujui nini kitafanyika. Wewe ni mtoto? Hata kama ulikuwa hujui nini kitafanyika mpaka uje mpaka huko ndani. Ni mara yako kwanza hivi ulivyokuwa unanizungusha pesa natuma kuja uji wewe unategemea nini? Ulikuwa unategemea nini? Sikiliza, ukimaliza vaa. Kama unaenda kuoga kaoge, vaa ondoka. Tumeshamalizana. Jackie. Kwa nini umenifanyia hivi mimi? Shoga yangu, mbona kaa kinyonge hivyo? Najikuta tu. Nilikuwa huzuni muda wote. Hivyo kila siku umeza dawa mimi tu. Sikia mdogo wangu, wapo wengi sana ambao wana hali kama ya kwako, lakini wanastawi wanawili kwa kuzingatia tu ushauri na utaratibu kuhusu kila kitu. Dawa takushauri, zingatia dawa, mazoezi na pia ule kwa wakati. Usikate tamaa. Sasa ukata tamaa hiyo ndio unafanya solution kukaa ni kufuata na kuchoza utoka kwenye mawazo, utarelax. Na kuanzia kesho nitakuwa nakuletea matunda. Na pia nitakuwa nakupitia asubuhi tunafanya mazoezi. Utakuwa sawa tu. Ama nakusema. Usio unapenda kulialia. Huu ugonjwa huu, yani ugonjwa ukitumia dawa utanenepa hatari. Umeona yule mama Juma hapo jirani alivyonenepeana kwa sababu ya vidonge. Wewe ukiona lialia mwili wako utakonda kama mimi. Kingine nipe wiki hizi 2 unavyotumia vidonge. Utanenepa hatari na kila mtu atakushangaa. Acha kulialia. Sister. Luka naye, unamwona? Umetelekezwa. Na kustahili telekezwa. Upata shida kama hiyo. Sasa cha kushauri tu. Kwa sasa hivi uko vibaya.
basi. Mimi hapa nitakuchangia nauli. Uende nyumbani kwanza kwa kumziki. Sawa. Na kuhusu taratibu zote kwa kila kitakachoendelea. Nijuze mimi na wako. Au umekosea? Ni kweli kabisa. Lakini hawa mimi ninawaambia. Sana sana huyu. Na ataenda kusoma masindano nikamwambia sana siku hiyo. Hizi sio sahihi, sio nzuri, kama mimi taila nimekisha naenda kuweka. Ona sasa hivi. Yaani kabaki kama moja na zinapomsumbua. Kwa nini msinisikilize? Ila yote mmeyataka, lakini poleni. Usiseme ila yote wameyataka. Kumbuka, hizo ni hadithi za pauka pakawa na sio kwenye wote wanaosema ndio, kile ni sio. Hebu tafakari. Huu sio muda wa malumbano, ni muda wa kujenga na sio kubomoa. Ndugu wangu, achana nao. Mzee na mjomba ni mtu analawama sana. Sikia wameambiwa. Kwa hiyo wewe relax. Yaani cha msingi kuna vidonge zikapatiwa vidonge. Dawa, kuna dawa, usafi ndo kila kitu. Kiwa mchafu. Ase, wewe kesi unaongea nini? Huyu anatakiwa aende kule alipoweka haya madude yake. Unaona? Kule ndo ataenda kupata ushauri wa daktari. Hapo unapomwambia usafi nini, ushauri wote ataenda kupata kule na dawa ataenda kupata huko. Alipoharibu ndo huko ataenda kutengeneza. Haya. Alafu wewe pesa nilikuwa nakupa sikupe. Ndugu zanguni, yaani nilijikuta na mimi naingia kwenye kundi la mashoga zangu. Walinishauri nimkubalie. Sasa nimetokea tatizo na sijui nifanyeje. Ndiye, ama kweli katika maisha kuna mtu na viatu. Nilikuwa nakuthamini kuliko. Ngoja kwanza please. Sikiza niwaambie. Wewe siwezi hamna kulia. Sina nielewa. Inabidi tu nikuomba Mwenyezi Mungu akusaidie. Utalia mpaka saa ngapi? Na sikiza niwaambie. Mnavolia hivi na haya magonjwa mliojitakia. Yaani ndio unazidi kujidumkiza kwenye shimo. Bora tu mfanye kama hamna kitu kitotokea. Alafu labda tuwakumbushe kitu kimoja. Katika maisha hakuna mafanikio yasiyopitia changamoto. Yapo ni moja ya chachu ya mitihani mnayopewa na Mwenyezi Mungu. Kumbuka, ubwabwa bila maharage ni matumizi mabaya ya mchele. Mimi nishamaliza nadhani. Kuna